anasema endeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. God as a king, he is honored when multitudes come to him. Mungu hataki watu wachache. Anasema twende kwa mataifa mangapi? Mataifa yote. Why? A king with few people. Let me tell you, why is United States wananisha, naomba mnisamehe na kwa sababu niko online, I hope it will be treated kama nadharau mtu. Na taifa hapa linaitwa Rwanda. Unaikompeaje na USA? President Kagame, I think it's Kagame, akisimama na Trump. Si huyu anakaa kama ni kamtoto. Mimi nimekuwa Rwanda. Ile nchi ni kama one of our provinces. I think even Coast Province is bigger. And is a president. Huyu mwingine ako na I think 49 states na zingine zinakaa kama Kenya. So hata Ruto wetu akisimama na Trump anakaa kama a young man growing up. That's why United States is big. Kuna watu wengi. Utawala anatawala a large. God, wakati Adam alipoanguka, watu wengi sana wanafuata shetani. Dhambi imefanya watu wengi wanafuata shetani. And I want to, nataka niwasensitize. If you are a person adding and multiplying in the kingdom of God, expanding the kingdom, because God says, let your kingdom come here. Kama you are not expanding the kingdom, mbinguni unaonekana kama mtu ambaye hueleweki. You are a king supposed to be looking for territory, but you are not concerned about territory and people. You are satisfied with a few people. Now, one thing, when you are doing business and you have got few clients, what happens to your business? Go weak. That's why we're talking about people. Vile wewe unataka biashara yako uuzie watu wengi, ipanuke. Vile unataka kampuni yako ipanuke, Mungu anataka pia ya kwake ipanuke. Na amekuchagua wewe. Unapokataa, mbinguni unachukulia kwamba you are rebellious. That's why tuna commission inaitwa go. Go. Kila mmoja wetu tunakaa na watu ambao katika ufalme mwingine. We are supposed to be pulling people out and multiplying the kingdom of God. Hallelujah. Mtu ambaye anapanua ufalme kwa njia yoyote, huwa mbinguni ni mtu wa muhimu. And sometimes naweza kubiri malaika watumwe wa kuhudumia wewe. Sometimes things will happen ili uendelee kupanua ufalme. Now look at this. Some people in church, they are reducing the kingdom. So mfalme hana utukufu. Nataka nirudie, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. This country, Kenya, used to be a colony of UK. What was happening? The king was expanding territory. That's why he took, alikuja kateka inchi, akapanua ufalme wake. Na kaletwa governor hapa. This governor was taking care of eneo ambalo falme aliteka. Now let's think, hiyo Kristo ya kukaa tu hivi, Ukristo ambaye haupanui ufalme is very dangerous. That is why we might not be